Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema Watanzania wana wajibu wa pamoja wa kuhakikisha urithi wa utamaduni wa taifa unalindwa, unaenziwa na kuendelezwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho, na kwamba hatuwezi kuwa na taifa bila kuwa na utamaduni unaolitambulisha na kulitofautisha na mataifa mengine. Waziri Mkuu amesema hayo leo Jumanne Aprili 22, 2025 alipokuwa akifungua kikao kazi cha 15 cha maafisa utamaduni na maendeleo ya michezo kilichofanyika kwenye kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Ndugu wa Tanzania, nyie viongozi wa sekta ya michezo na maendeleo ya utamaduni mkiwa hapa, tunao wajibu wa pamoja wa kuhakikisha kwamba urithi wa utamaduni wa taifa hili kwanza unalindwa, mbili unaenziwa, na lazima kuhakikisha kwamba tunauendeleza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Lakini pia tuhakikisha kwamba tunarithisha kwa watoto wetu na vijana wetu misingi yote ya urithi wa utamaduni wa taifa hili. Na sasa utamaduni, sanaa na michezo umekuwa ni uchumi, ajira, na tumeshuhudia utamaduni, sanaa na michezo imekuwa ni chombo cha kutolea huduma mbalimbali kwa Watanzania. Swala la ajira na uchumi limechukua nafasi kubwa. Tumeona wale wote wanaoshiriki kwenye swala la utamaduni wanavyonufaika, wanaoshiriki kwenye sanaa wanavyonufaika, lakini wana michezo nao, michezo mbalimbali wananufaika sana. Majaliwa akazungumzia ukuaji wa teknolojia kisha akatoa tahadhari hii. Mageuzi makubwa ya kisayansi ambayo sasa tunayo na teknolojia na uvumbuzi uliopo katika sayansi na teknolojia imewezesha kufanya dunia kukusanywa na kuwekwa sio tu kama kijiji kimoja, bali imekuwa kiganjani kwa sasa. Na hivyo muingiliano wa tamaduni, mienendo na desturi mbalimbali umekuwa mkubwa na unaleta tishio kukandamiza utamaduni wetu kama hatuko makini kwenye eneo hili. Na kwa hiyo wizara, wakati wote mnapokutana maafisa wetu, lazima wakumbushwe kwamba mabadiliko ya sayansi na teknolojia yana madhara makubwa pia kama tutayatumia visivyo, lakini yana manufaa makubwa kama tutatumia vilivyo. Hatari kubwa zaidi hapa ni kuwepo kwa mashinikizo ya tamaduni za kigeni kutaka kumeza utamaduni wetu kwa kulazimisha baadhi ya mambo kwa kutumia jina la haki za binadamu na kusababisha mmomonyoko wa maadili tulionayo ndani ya nchi. Nyie kama maafisa mnaosimamia sekta za utamaduni, sanaa na michezo, na hasa kwa vijana wetu ambao leo wanashuhudia mabadiliko ya teknolojia, mnao wajibu wa kuhakikisha kwamba utoaji elimu juu ya mwenendo wa maadili, tamaduni na mila za nchi yetu kwa zinaendelezwa. Mnayo nafasi ya kukemea mabadiliko yote ambayo yanaigwa yasiokuwa na maslahi katika nchi yetu. Kwa naomba mjitambue kwamba mnao wajibu huo na taifa hili linawategemea katika kulinda utamaduni wetu, maadili yetu, mila zetu na desturi zetu za ndani ya nchi. Ndugu washiriki, kama taifa kamwe tusikubali kukumbatia tamaduni ambazo zinakwenda kinyume na maadili na ustaarabu wetu wa taifa hili. Tusikubali kabisa kwa watumwa wa tamaduni za kigeni ambazo zinadhalilisha utu wetu. Pamoja na umuhimu wa kujifunza mambo mazuri ya tamaduni nyingine, ni lazima kujitambua na kuwa na uwezo wa kuchuja nini cha kuchukua na nini tunapaswa kukiacha. Serikali ya awamu ya 4 chini ya Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliwahi kusema, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Naye Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Paramagamba Kabudi amezungumzia umuhimu wa sekta zilizopo ndani ya wizara hiyo. Lakini pia sekta hizi ni nguvu shawishi, yani soft power ya taifa letu.
Huwezi kuwa na taifa linalojitanabahisha duniani kama halina mtima wake, na vile vile huwezi kuwa na taifa ambalo linajinasibu kwa ustawi wake bila kuwa na ustawi wa nguvu ushawishi yake. Na wizara hii ndio yenye nguvu ushawishi, yani soft power, iwe ni lugha ya Kiswahili, iwe ni michezo, iwe ni sanaa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, miongoni mwa michezo inayoongoza kwa kuleta fedha nyingi za kigeni kutoka nje, yani remittance, ni sarakasi. Ni sarakasi. Hawa tulioona hapa ndio wanaoongoza kuleta fedha nyingi Tanzania za kigeni, na maana yake wana sarakasi. Mipango ya wizara pia ni kuwawezesha na kutambua mchango wenu wa kuleta fedha za kigeni nchini Tanzania. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Tabia Maulidi Mwita, akawa na haya ya kusema. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miongozo yake na jitihada zake za utekelezaji mwema na uliotukuka katika sekta ya utamaduni na michezo, na sote ni mashahidi, tunamuona rais wetu anavyowawezesha timu mbalimbali bila kubagua Simba, Yanga wala yoyote. Anawawezesha kwa kununua magoli na kufanya mambo mengine makubwa ikiwemo kusaidia kuzisafirisha timu hizi. Tunasema Dr. Samia Suluhu Hassan, asante sana na mitano tena. Lakini pia namalizia kwa kumshukuru Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake kubwa za kubadilisha Zanzibar kitaifa na kimataifa katika anga hizi za utamaduni na michezo, na mfano hai Mheshimiwa Waziri Mkuu umeuona mwenyewe pale maeneo ya Maisara, Amani Complex, Mao Zedong. Lakini pia katika ngazi ya mikoa na wilaya tayari tumeshaweza kuanza ujenzi wa viwanja vya michezo vya wilaya na mikoa, na ndani ya mwaka huu wa fedha unaoishia viwanja hivyo vitakuwa vimekamilika. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Mwinyi, na yeye pia tunamwambia mitano tena. Hamisi Mwinjuma ambaye ni naibu waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo hakuwa. Katika hatua za kuvutia mageuzi ya kidijitali, wizara yetu kwa kushirikiana na ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa imefanikisha uunganishaji wa mfumo wa wadau wa sanaa AMIS, ambao ni Artist Management Information System, na mfumo wa Tausi. Hatua hii si tu imeimarisha usimamizi wa sekta ya sanaa, bali pia imefungua ukurasa mpya wa uwazi, urahisi na upatikanaji wa huduma na uboreshaji na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Naye Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa akafunga dimba kwa kusema, vikao kazi vilivyopita vilileta mafanikio mengi kwa sekta hizi, ikiwemo yafuatayo. Kwanza ni kutatuliwa kwa changamoto mbalimbali zinazokabili utekelezaji wa majukumu ya maafisa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo nchini. Mfano, changamoto ya ukosefu wa rasilimali watu kwa sekta ya utamaduni na michezo, na kuwezesha kuongezeka kwa idadi ya wataalamu wa utamaduni kutoka 43 mwaka 2021 hadi 123 mwaka 2025, na maafisa maendeleo ya michezo 48 mpaka maafisa maendeleo ya michezo 139 mwaka 2025, na ndio maana unaona ukumbi umejaa. John Israel, Banda Media.